hao mama wanapitia nje hii hapa. Wewe tangu leo ya ndani.
Haleluya. Bwana asifiwe. Tumekanyanga vitu mbalimbali. Kuna vumbi imetupitia, hatujui tumebeba nini tutoke ndani yake. Hebu tutubu midomo inasema hawa wanatoka wapi na wanaenda wapi? Tutubu hizo midomo ambazo zimeunajana vidole wanaenda wapi? Tutubu sababu inaonekana bado kuna sanduku inaonekana tu inazunguka. Toke ndani yake. Hebu tutubu. Sauti nasema kwamba Wesley tunaishi katika maisha ya kujinyima. Ni ukweli ama ni uongo? Mororo amesema uongo. Maisha unaishi, usitaki kuishi hiyo maisha. Lakini unajifinya kwa hiyo maisha. Toka ndani. Na mwisho tutubu, shetani amenyang'anya Wesley star yako. Hiyo star yako kuna star inaitwa kwa Kiswahili nyota yako. Shetani amenyakua. Na wengine ukoo imenyakua. Wewe unaona tu vitu zikitembea na ni vitu zako zimefanywa. Tutoke ndani. Baba, tunakushukuru kwa sababu umekuwa Mungu wetu. Baba, siku ya leo ulituongoza tukaja hapa, mfalme wa wafalme. Baba, tumekuja kwa ajili ya mmoja wetu ambao ushachukua roho yake. Mtakatifu wa Israeli, tumetoka kwa nyumba tumeingia kwa kiwanja hiki. Jehova wa majeshi, tunakuomba mtakatifu, tunapofika hapa Bwana ufike nasi. Yote ambayo iko mbele yetu, mtakatifu wa Israeli uwe kiongozi. Mabaya siweze kuondoa. Kanisha watu katika jina la Yesu uweze kuondoa. Chafu na vifo vyake katika jina la Yesu uweze kuondoa. Baba, tunapofika hapo Kristo uwe Mungu wetu. Tunapoketi uwe Mungu wetu. Bendera inapotoka bado utazidi kuwa Mungu wetu. Utatuongoza mpaka tutafika mwisho. Jina lako lisifiwe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Yesu ni salama.
Okay, Bwana asifiwe. Wacha tupate maombi kutoka kwa kwani mtu nani? Maus. Nyasai wuoro Nyasai wuoyi Nyasai miyo maler marisa twech manyalo gik moko duto iya ma Jerusalem. Nyasachwa kendo wuonwa wadwaya ochokruok. Israeli bede diwa. Rach duto mag Satan gi nikeso mondo riembi. Lor kuom nyithindi mondo itivi kaka iluwo ni kwan. Rach duto matino ndiye duto donjo lang Yesu mondo riembi. Ochokruok yaw kodwa Nyasaye. Teko ni mondo umwa duto riach. Yabi ni Yesu Kristo no gondo. Amen. Hallelujah, dalawa. Happy Mama. Hey, bolo Jerusalem, dalawa.
wako ndio hao wamekuwa wakikusudia. Baba, tazama lengo na madhumuni yetu kuja hapa ni kwa ajili ya maombolezi. Baba, watoto wako bila wamefika hapa upate kuwaongoza. Tushikanishe tuwe kitu kimoja. Wamekuwa wakikuimbia Baba, takaza wale wamekuwa wakiongoza. Baba ya shetani upate kuondoa. Shetani wa mitina upate kuondoa. Mungu ninakuita kwa sababu shetani hujaribu watu wako. Unapokuwa katika Baba maombolezi, wengine wanaingia katika vikundi ya shetani uondoe. Jina ya shetani uondoe. Hapa vile tuko hapa ukikamanisha tuwe kitu kimoja. Tufanye kazi hii iwe rahisi na ya shetani yapate kushindwa. Wale watoto wako wanaongoza ibada ya leo, uweze kuwaongoza, uweze kuwabariki na mabaya shetani upate kuondoa. Fungua njia za uperizi ili aweze kusindikizwa. Fungua njia zake. Shetani muongo apate kushindwa. Shetani wa kufunga njia apate kushindwa. Apate kuongoza kwa sababu wewe ni Bwana. Naomba nikiwa chini ya utukufu wa Israeli, siomba katika roho kuombea. Yesu wa Yesu mkombozi wetu. Amen. Mama hapa kwanza nishukuru Mungu kwa ulinzi wake ametulinda na ametuwezesha katika hapa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Nikienda kwa ushuhuda ya madhe nitasema kidogo. Niko na mingi lakini kwa ajili ya saa siwezi sema yote. Bwana asifiwe. Amen. Madhe tumekuwa na yeye kanisani. Amekuwa mtu mzuri sana. Hata mimi ni mama kijiji na yeye ni mkubwa wangu. Na alikuwa ameniheshimu kama mama kijiji. Bwana asifiwe. Amen. Nikimwambia kitu ananisaidia. Alikuwa ananisaidia kimawazo. Ananisaidia na mambo mbalimbali. Bwana asifiwe. Amen. Amenisaidia sana. Mimi personal Elizabeth nimetupa mtu muhimu kwangu sana. Sababu alikuwa ananisaidia kwa mambo mingi. Apart from church, alikuwa ananisaidia na mambo zingine. Hata before nifanye kitu kwa church nilikuwa namuuliza, "Mother, naweza fanya hii?" Because age yangu itafika mali za kufanya zingine. So nilikuwa natafuta mawaidha kwao. Bwana asifiwe. Amen. Na nimepoteza mmoja wa wale ambao walikuwa wananipea mawaidha. Yeye alikuwa close na mimi sana. Bwana asifiwe. Amen. Madhe tumekuwa na yeye mpaka tukatoka hapa tukaenda Matanga. Tulipokuwa tunaenda Matanga, tulipofika Limuru, Madhe aliniambia, nilikuwa nimekaa next na yeye. Aliniambia, "Mama kijiji, nasikia baridi." Nikamwambia, "Madhe, hii area na inakonga na baridi. Tuvaa sweta na ujifunike." Akaniambia, "Elizabeth, hii imezidi." Nikamwambia, "Madhe, jikaze tu, tuko kwa safari tunaenda. Mungu atatusaidia." Bwana asifiwe. Amen. Tukaenda hivyo, tukaenda kufika Nakuru, tulishuka. Tuliposhuka watu walikuwa wanakunywa chai. Madhe hakukula kitu yoyote. Bwana asifiwe. Amen. Alishindwa kukula. Akakuja akaniambia, "Mtoto wangu, mimi nimeshindwa. Hii kitu imezidi." Na alikuwa amebeba mara moja. Madhe alimeza hiyo mara moja yake, akarudi akakaa kwa gari. Alipokaa kukuwa nasikia vizuri. Tukaenda hivyo, tukafika kule. Tulipofika kule, mvua ilikuwa mingi. Mvua ilinyesha sana. So tulipofika kule, watu walipokuwa wanashuka, akaniuliza, "Elizabeth, pia wewe unashuka?" Nikamwambia, "Madhe, ninaogopa hii giza, siwezi baki kwa gari." Nilikuwa na mtoto mdogo. Akaniambia, "Vile umesema hata mimi nashuka, but sisikii vizuri." Alikuwa anatetemeka. Tukaenda huko, tukafika, tukakaa. Ushuda ilipotoka, Madhe alitoka na ushuda akaenda kwa gari. Alikaa kwa gari, hakurudi huku tena. Bwana asifiwe. Amen. Alikaa mpaka saa zenye tulikuwa tunakuja, Madhe alikuwa hivyo, alizidiwa hivyo, tukakuja leo hakutusumbua kwa gari. Tulikuja tu vizuri, akashuka pale juu, tukamwacha kama anateremka. Hiyo wiki sikumuona. Kufika Saturday nilikuja kuosha church. Nikasema, "Wacha nione Madhe kwanza." Kufika kwa Madhe sikuamini kama ni yeye. Nilipata Madhe amechange kabisa. Though alikuwa ananiongelesha, but alikuwa amefunga macho. Tulikuwa na huyu msichana wake. Mimi nikaenda, nikamuongelesha, nikachukua kitambaa cha church nikamfungia. Nikamwambia, "Madhe, wacha nioshe church alafu nirudi." Akaniambia, "Sawa msichana wangu, hebu fanye hivyo alafu rudi, mimi niko tu hapa." Na nikamuuliza, "Madhe, hakuna change?" Akaniambia, "Elizabeth, hii kitu imezidi." Na sikujua ni ya kuenda. Niliosha church kurudi. Tulijitakaza na yeye. Though ilifika nyakati sasa anashindwa kuongea sana. Alijitakaza, tukajitakaza, nikaomba. Nikamwacha Madhe, "Sasa wewe lala. Kesho nitakuja kupona." Hiyo ilikuwa Saturday. Nilimwambia nakuja Sunday asubuhi. Kufika Sunday asubuhi, my friends, sikuamini chenye nilisikia.
mama assembly na msichana mwingine walikuja kwangu. Wakaniambia Elizabeth toka. Nikawauliza nitoke nini wapi saa hii asubuhi? Wakaniambia Madhe amekufa. Kuamka mali nilikaa nilishindwa sababu Madhe tuliongea na yeye. Akaniambia ubaki na uende na Yesu. Pia mimi nikamwambia hata wewe ubaki na huyo Yesu. Kesho tutaonana Madhe. Na the last word aliniambia ubarikiwe na ushike mambo ya hiyo church. I think tulikuwa na msichana wake hapa alikuwa nasikia tulikuwa kwa nyumba. Sikujua Madhe anaenda. Hata nilishangaa sana mpaka siko normal vile niko kufika huko kwa Madhe na nasikianga kitu kingine ikinishika kabisa. Though niko na nini mingi na siwezi sema. Kwa hiyo mbarikiwe. Kwa jina ni Elizabeth, mama kijiji Kariobangi. Karibuni wenye wamekuja. Si makofi kwa mama kijiji jamani. That's powerful testimony. Thank you very much. Mama assembly ako ndiye anachunga jikoni. Haya, mama sub county. I'll say something in short because of time. Haleluya. Nasalimu madhabahu ya leo. Haleluya. 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 Haleluya ya Madhe. Nami nikisimama hapa narudishia Mwenyezi Mungu asante. Kwa kila jambo tunaambiwa tuseme tu asante. Madhe vile tu mama kijiji alisema. Alikuwa mama ile ako na respect, hata vile alikuwa mkubwa kutuliko alikuwa na respect. Mimi nilikuwa nakaa na yeye hivi. So nimepoteza rafiki, alikuwa ananiita Madhe na mimi nilikuwa namuita Madhe. Hata huko Bondo saa ile alifika, alinipata, akakuja akakaa karibu na mimi. Akanambia Madhe, mimi naona nimezidiwa, naenda kwa gari. Na hivyo ndio Madhe alienda kwa gari. Na mimi sikusikia hiyo wiki mzima mimi nilikuwa naenda kazi, sikujua Madhe amelemewa hapo chini. Nilisikia tu Madhe ameaga. Lakini kwa yote ni mapenzi ya Mungu. Mubarikiwe. Na nimewakaribisha na nimerudisha asante vile mmekuja Embakasi North Sub County kutusaidia kupeleka mwili wa mama yetu nyumbani. Mbarikiwe. Pigieni mwalimu makofi. Mchungaji ako karibu. In short, uliongea usiku sana. Kidogo tu. Madhabahu ya siku ya leo nakaliwa na makohani, yes, na mapastors, chief ministers, mjambo tena, mjambo ya Brisbane. Washiriki wote kwa jumla, mrembe kendo, shukrani kwa wakati huu, familia, poleni sana. Narudisha shukrani kubwa kwa watu wa Nairobi, viongozi wote kwa kuja kutusaidia kanisa hii ya Kariobangi Assembly. Asanteni sana. Mungu awalinde. Sitaongea mengi sana kwa sababu mengi yameongelewa na wenzetu. Huyu kondoo alikuwa amejiandikisha kitu ya kwanza. Amejiandikisha mapema vile inatakikana. So tuige hiyo mfano ili mtu anapofikisha siku zake, hakuna shida yoyote kwa county, hakuna shida yoyote kwa assembly, hakuna shida yoyote mahali popote. Na tunashukuru. Madhe alikuwa mtu mpole kwangu, amekuwa mtu mkarimu, amekuwa mtu wa kunyenyekea, kusikia maneno. Kama ana kitu anakuambia pita, kama ako nayo anakupatia kwa haraka. Kwa hivyo Mungu ajaze hilo pengo lenye Madhe ameacha. Mtuombee ili tupate mwenye atakalia hiyo kiti ili tuweze kusonga mbele na ibada ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Semeni haleluya. Sitanena mengi kwa sababu time. Asanteni sana wana Nairobi. Mmekaribishwa, mfeel free. Na ni hayo tu, Mungu awabariki. Asante. Pastor Daniel Uma, Kariobangi Assembly. Kuja tu. Say something because you have been a neighbor. Wewe umekuwa jirani mwema.
Kuja useme jambo Gwanda. Haleluya. Haleluya. Mrembe ya Yesu. Mrembe ya Yesu. Basi sina mengi isipokuwa wacha niwasalimie tu kidogo, na nimekuja tu kuwapasa habari. Tunakuja sasa, tunataka ruhusa mkitubalie tukuja. Kwa hivyo ni hiyo tu nimeleta saa hii, bado nikuja. Okay, Bwana asifiwe. Haleluya. Nafikiria Okay, Bwana asifiwe. Nafikiria wapi chief minister wewe? Wewe ndio mwenye sub county, sema something. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Madhabahu ambayo amekalia mkutano wa Rais Mbele. Mrembe tena. Mrembe zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wamama mrembe. Mrembe kendo. Mrembe tena. Wazee vijana mrembe. Mrembe tena. Mrembe zaidi. Mnafurahia nani? Wacha mimi niseme ni asante kwa Nairobi County kukuja kutusaidia hii matanga ya Rispa, maana alikuwa mjakazi wa Mungu, alikuwa mwanajeshi mwenye alikuwa anapiga vita kivyake. Bwana Yesu asifiwe. Rispa alikuwa haangalii nyuma wala mbele, bali alikuwa anataka kufanyia Mungu kazi. Maana nilipompata pale alikuwa ananiambia, chief minister, usikuwe na wasiwasi, chochote utakachofanya mimi ndio mwenye area. Bwana Yesu asifiwe. Nilifurahia sana kwa sababu nilikuwa na wasiwasi labda nikifanya hivi itakuwa ni mbaya, lakini alituambia sisi wana Kariobangi Assembly Sub-County, akasema tuweze kufanya chochote hapa area, maana area hii ni yake. Bwana Yesu asifiwe. Nilijifunia ndani nikijua kwamba hakuna kingine ambacho tutakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alikuwa mwanavita mwema, alikuwa mzuri. Kile nitaambia watoto wa Hispania kwamba nazidi kuwaelezea, nazidi kuambia, hata usiku niliongea nao ya kwamba hao washike Mungu wa Israeli na wazidi kufanya na Mungu wa Israeli kazi, watamuona Mungu. Mungu wa Israeli wabariki. Makofi kwa chief minister. Okay, Bwana asifiwe. Nafikiria ninapoingia kwa familia, kuna kijana ya madhe hapa anasema pia anatakikana pale juu. Wacha aseme jambo alafu tumpe nafasi apande hapo juu. Sasa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Zainabu Wadende. Kwa watoto wa madhe tumebaki watatu, mimi ndio msichana wake mkubwa mwenye amebaki. Wenzangu mmoja kwa nyumbani, mwingine anashughulikia Harambee huko juu. Hao wenye wako mbele ni wajukuu, mnaweza wave. Amkeni wave. Hao ni wajukuu wa madhe. Asanteni. Karibuni tena sana. Jamani, kwa Yesu kuna raha. Hasira nilikuwa nayo jana usiku nimesikia imetulia. Naona ni kama madhe yako hapa. Asanteni kwa kufika na asanteni kwa kunishikilia tangu madhe aende. Madhe alipotoka kienda safari, ilikuwa Easter Friday, akitoka kienda safari, aliporudi on Sunday, alirudi amelemewa kabisa. Hadi nikashindwa kwani amekula ni huko. Nilipomuuliza aliniambia ungekata mabilo. Hata maji ya kukunywa sikuonja. Nikatafuta daktari, akakuja kampima, akapata madhe yako na amiba na typhoid. Alikuwa anaendesha sana na anaendesha damu. Akatibiwa. Monday Tuesday baada kuna mabadiliko. On Wednesday tena nikarudi kwa daktari. Daktari akakuja tena akaniambia hii inaweza kuwa baridi. Na juu the previous week alikuwa na kesha, nikaona ni kweli baridi inaweza kuwa imemuingia. Akatibiwa pneumonia. Kesho yake Thursday, sasa madhe aoni totally. Shetani ni mwongo. Madhe kwa anaona totally. Lazima umshike umpeleke choo, umpeleke bafu, umrudishe alale. Na kenye madhe alifanya ilikuwa kuomba kwa hasira, alikuwa analilia Mungu until the last minute. Madhe alikuwa tu anaomba. Daktari kukuja kuna zingine wanajaribu na Yesu, nikajaribu maombaji.
Mwombaji kumwombea Mathe akaona Thursday na Friday. Kufika Saturday alilemewa, akaishiwa nguvu na kuanguka kwa bafu. Nilienda nikamosha. Nimesahau kidogo tu siku nimesahau, nimekumbuka nikiambiwa nitembee hivi nirudi. Sikutoa sadaka, ndo nimeleta sadaka yangu. Sadaka 1000. Amen. Asanteni na munikumbuke. Yes, endelea mtoto wetu. Asanteni. Nimesahau sadaka. Kufika Saturday, Mathe alishiwa nguvu kwa bafu akioga. Akaanguka. Tukaenda tukamosha mimi na dadangu. Tukaona ni serious. Tulibeba Mathe tukampeleka Isiri 3 layers kwenda kutibiwa. John kameshiwa nguvu, akaongezwa maji chupa 2. Akadungwa mashindano, tukaambiwa turudi on Sunday. Turudi on Sunday tuone madawa zenye ataendelea nazo. Ilipofika Saturday jioni tulirudi na Mathe kwa nyumba. Mathe alikuwa strong. Alikuwa naomba kwa machozi kabisa. Alitabika na amepona. Ile kitu ilikuwa imemshikilia, amesikia imemwatilia. Pona. Tukapiga story, akaomba chakula cha samaki mbichi tukamchemshia akakata kula. Kufika saa 9 za usiku Mathe aliniamsha. By the way, kwa nyumba yetu watoto wanatukanga tofauti, lakini mimi nao nilikuwa mama yangu. Nilikuwa roho ya mama yangu kabisa. Hakuna kile Mathe alinificha. Ilikuwa ukikosana na mama yangu umekosana na mimi. Ukiniongelea vibaya mama yangu umemwongelea vibaya. Mimi na mama yangu tulikuwa hivi marafiki. Niteza rafiki yangu. Fika saa 9 Mathe aliniamsha. Zaina, chumimia chimo, kaamka nikamchemshia akakataa. Niambia chakula ni mbaya, hataki nimpe uji. Kamchemshia uji. Shetani ni mwongo, mtaongea. Niliamka nikampatia uji. Mathe alikuwa na sweat ndogo ndogo, alikuwa na uzito kabisa. Nilimshikilia na kenye Mathe akufanya hakuacha kuomba. Amechoka, amelemewa, lakini bado anaomba. Alimta Mungu Israeli, alililia watoto wake akiuliza Mungu, nataka kuacha watoto wangu wapi? Nimeacha watoto wangu pambumu. Mathe alituambia shagonjeka, lakini this time hapana. Hii atubui. Nilipopatia Mathe uji nikampanguza. Kufika saa 12 akaanza kusikia joto. Mathe akaanza kusikia joto. Aliomba tumfungulie dirisha. Mathe alibreathe mara moja. Mathe alibreathe mara moja. My God, Mathe aliniacha. Ya kwa mwangaza, twatembea kwa mwangaza, twatembea kwa mwangaza, twatembea kwa mwangaza wa Yesu. When we are walking in the light, we are walking in the light, we are walking in the night, we are walking in the night of God. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi kwa katu kwa dakika 5 tapata sekta ya ubiri, atupe neno kwa ufupi ili tuanze kazi ambayo iko mbele yetu, sababu saa madhabahu ya siku ya leo, makoani wote, watoto wetu, viongozi wote, jambo sana, jambo zaidi. Kanisa lote, amjambo. Amjambo ya siku ya leo. Amjambo ya matanga. Bwana Yesu nasifiwe. Kwanza na peana pole yangu kwa familia ya mama ambaye ametuacha. Haleluya. Na ile nitasema kwa dakika kidogo ile nimepewa ni kwamba kwa yule anajua kwa nini aliitwa kwa neno hili,
vizuri sana ya kwamba kulingana na vile nimesikia testimony, dada kuna mahali pazuri ameenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu amekuwa tu kuomba mpaka last minute ni kuomba, mpaka nakata roho ni kuomba. Haleluya. Inamaanisha hata alipokuwa hapa ulimwenguni kuna mahali alikuwa naona tofauti na mahali hapo, na mahali pale ni maombi na kujua Mungu peke yake kufikisha mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na dakika kidogo nimepewa, nitasoma kwa haraka. Ukipata unisomee Hebrews chapter 11 verse 13 kwa haraka. Kuna watu ambao walikuwa naitwa wakina Noah, wakina Abraham na wengine wote ambao tunajua historia yao. Ukisoma Biblia inatuambia kitu ambayo inanifurahisha kidogo, na ndio sababu ninasema ya kwamba kulingana vile nimesikia story ama ushuhuda ya watoto wa mama vile wanaongea kumhusu, inanionyesha ya kwamba alijua ya kwamba kuna mahali pazuri ambayo anaelekea. Hata kama hapo hapa awe kiongozi, awe ni nani, kuna mahali anaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo yake ilikuwa ni kutayarisha mahali pale. Na njia hapo ni kutayarisha mahali pale, unatayarisha kupitia neno. Unapojua Kristo, unatengeneza nafasi ya ile nyumba. Haleluya. Unapopitia kwa maombi, unapokuwa ndani ya maombi na kukesha na kulinda, unatengeneza nafasi ya mahali pale. Kwa hivyo ninafurahi sana ninaposikia kwamba mtu analala na anaomba, analala akiomba. Wengi wanalia, wengi wanahuzunika, wengi wanakasirika, wengi wanaua wengine kwa imani. Mbona nani hajaniona? Lakini yeye ilikuwa ni kuwasiliana na Muumba wake. Haleluya. Ukipata usome kwa haraka sababu time ni kidogo sana. Soma. Waibrania, waraka wa Ibrania 11:13 inasema hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kushangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama walikumbuka nchi ile waliotoka, wangelipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Puloma luongo ekedo dala gi Yesu luongo adhiyo, ka Nyasaye luongo adhiyo, dala gosano luongo akedo, dala gi Yesu luongo adhiyo. Haleluya. Hiyo wimbo inaniambia kwamba wote tumefuata njia, tumeitwa kwa vita, na kuna mahali tunaelekea. Hapo mahali ndio boma. Amen. So Biblia hii inaniambia kwamba kuna wengine kama Noah, kuna wengine kama Abraham, kuna wengine mahali pale walilala kulala, na hata walipolala walipokufa haikuwa ni kukufa, kwa sababu bado walikuwa na imani na mahali walikuwa naelekea. Haleluya. Ingawaje mwili ilibaki hapa chini, ikazikwa kwa udongo, lakini ndani ya roho yao hawakukufa, walilala. Na wale wamelala wakiwa na imani ya kwamba kuna mahali wanaelekea, huwa hawalali, hawakufi, wamelala. Sababu siku moja Kristo atakuja, na atakapokuja atachukua wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata unaposoma Thessalonika wa kwanza chapter 4 verse 13, wale wamelala kwa imani, wakiwa na imani ya kwamba Kristo atakuja, na atakapokuja atawachukua na ataenda na wao. Ndio maana nafurahi ninaposikia kwamba dada huyu ambaye amelala, to me she's not dead, kwa sababu amelala ikiwa ako ndani ya maombi.
So unapokuwa ndani ya kanisa ni lazima ujue ya kwamba Ibrania inasema ujue ya kwamba kuna mahali unaenda. Sio hapa sio kwenyu. Hapa ni pa mwili hii ambayo uko nayo. Hii mwili itabaki hapa kama ya dada huyu, itafika siku moja itawekwa kwa gari, itoke hapa iende mahali alitoka na iwekwe kwa udongo. But dada Rizpa is not dead. Praise the living God. Hallelujah. Ikiwa alikuwa hapa kijua ni kwa nini yako hapa na ni nini anafanya akiwa hapa, nina hakika alikuwa anatengeneza nafasi. Na nafasi ametengeneza na wewe utengeneza yako, we are going to meet. So this is not dead. Ibrahimu tumeambiwa na wakina Noa na wengine hawakukufa, but they slept. Na wale wamelala siku moja watakuja kuamuka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapolala tunajua ataamuka. Lakini yule amekufa amefanya nini? Ameenda. So the body is here, itaiko kwa mochari. Itachukuliwa siku moja, udongo irudi wapi? Hapo ni nyumba mali Rizpa alikuwa naishi. Hiyo ilikuwa ni nyumba ya nani? Ya Rizpa. Praise the living God. Hiyo ilikuwa ni nyumba yake alikuwa naishi. Na nyumba inapobomolewa, nyumba inabomolewa inaisha, lakini anayeishi kwa nyumba anaangalia mahali pengine. So dada Rizpa alikuwa na prepare place. Ndio maana ni mgonjwa lakini apigi nuru. Ni mgonjwa na haendi kwa waganga. Wengine wangesema unatafutia waganga, wengine wangeongea mambo mengi, lakini dada kila wakati na dakika ilikuwa ni just kuomba. Praise the living God. Kile alikuwa anafanya ni kutengeneza njia ambapo atakapolala ataenda akitembea, sababu alikuwa anapiga vita, akimaliza vita anaenda kwa nyumba mahali alitayarishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio Biblia inatuambia. Kwa hivyo wewe ambao uko hapa, prepare, tengeneza njia. Amen. Wewe ambao bado uko hapo unapiga ngoma unaimba, wewe kiongozi wewe nani? Haijalishi ni nini unafanya kwa kanisa, prepare njia. So that when the time comes, ukilala mwili ibaki hapa, lakini wewe uende wapi? Mahali umetayarisha. Hallelujah. Ni lazima tukaitengeneza. Na kutengeneza ni kujua Kristo. Kutengeneza ni kujua Kristo. Kutembea kwa Kristo. Kuishi na Kristo. Kumjua na kumtambua. Praise the living God. That's the only way. Na tutakapofanya hivyo, tutakuwa na mahali ambayo tumeitengeneza. Mbele tumeambiwa wakina Ibrania, wakina Abraham, wakina Jakobo na wengine wote, they all slept, hawakukufa. And that's why bado tunawaona, sababu hata walipokuwa hapa hawakuwa wanaona hapa, walikuwa wanaona mali nyingine. So hata na wewe unapopiga ngoma usione hii ya dunia, angalia mali nyingine. Kama unafanya kazi, hata kama una vipawa, uwe mkubwa, uwe nani, usiangalie hizi, angalia ile nyingine. Praise the Lord. Because one day you will sleep, vile dada saizi amelala, you will sleep one day. Hatujui leo dada amemaliza yake, kesho ni wewe, kesho ni mimi. Amen. Hatujui nani next atafuata. Huenda mtakuja kwa yangu. So it's my time. Wakati huu kuprepare, mahali nitaenda baada ya kulala. Hallelujah. So ninakuomba usikubali kukufa. But jaribu sana. Itakapofika saa, ufanye nini? Ulale. Na mwili hiyo ipaki kwa udongo na roho itengeneze nafasi. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Basi nitauliza Reverend Makoma waombe juu hiyo neno ili tuweze kuendelea. Tuombe. Ni asante Mwenyezi Mungu, Mfalme, Mungu wa nyumba ya Israeli. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ameleta neno. Na Baba ametupa tumaini kwamba kuna makao ambayo Jehova umetuandalia. Baba, tukizidi kutembea chini ya neema yako, Baba tunakuja kukaa pamoja na wewe. Baba, tunasema ni asante. Zaidi ya yote naomba kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Baba umechukua nafsi yake. Baba, tunasema ni asante. Jamii iko hapa inaiweka mkono mwako. Bwana majeshi, kazidi umfariji mwema, uzidi kuwafariji, na wafunge kama Jehova. Na jina lako lizidi kuinuliwa. Yote ni kwa ajili ya utukufu wako. Na jina lako liinuliwe. Asante Mfalme, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Baba
Baba wetu, Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya ibada ya leo. Baba, waliofiwa wametoa ushuhuda. Na kuomba Yesu, wewe ndio una kitambaa nzuri ya kupanguza machozi. Na kuomba Mesia wajie wakiwa ndani yako. Uwape nguvu, wajue ya kwamba yule amemaliza safari, nao pia siku yao ikifika tena watamaliza kwa amani. Naombea watoto hawa, naombea wajukuu hawa, naombea Mungu wa Israeli kanisa hili. Yesu mwana Mungu, nasi tukiwa hapa wote, uwe Mungu pamoja nasi. Na mama mahala ameenda, mpumzishe kwa amani. Hata safari yake ya kusafiri akienda nyumbani, mwenyewe utaitakaza. Wacha yote tuache kwako, na ni kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini.